wakiwemo viongozi kama baba yetu Dominic. Ulisikia baba yetu alikuwa ni councillor kwa Bungoma County Council. Anakukumbusha ya kuwa elevation ya Technical College yetu hapa Bungoma, Kisiwa Technical College, to become a national polytechnic, Your Excellency, with over 10,000 students. Sio kusema mzee Dominic hana namba yako ya simu. Sio kusema mzee Dominic sababu amekuambia alikutana na wewe kanisani Bungoma, akakuahidi kura, akakupea, na watu wa Bungoma wakafanya heshima, wakakupea kura zao. Mzee Dominic ni kiongozi. Akikukumbusha hapa, sio kusema hana fora mingine, sababu mzee asipokupata anaweza tuma kijana yake Wetangula. Kwa hivyo ile nimesikia hapa governor mwenzetu governor Natembeya akisema usione vibaya viongozi wakiongelesha rais. Wewe kama uko na fora mingine ni sawa, muongeleshe mahali unamuongelesha, lakini pia heshimu familia kama hii iliyo na kiongozi wa viongozi kama mzee Dominic, wakati anakuja na kuuliza rais wake asaidie mambo ya maendeleo ya hapa. La pili, mzee Atuoli hapa ni mzee. Papa Atuoli ni mzee, he's an elder in this region. Na hawa wananchi wanamheshimu sababu ni mzee. Huyu sio mzee wa kusimama mbele ya halaiki ya wananchi kuongea uongo, ati aseme kuna watu wanajiabduct. And it is not to say, Your Excellency, there are no abductions. Abductions are there. Governor Natembeya, if you know the people abducting people, you are an officer wa ngao. Wewe umekuwa ni regional commissioner, peana habari kwa idara ya DCI wachunguze wale wanashika watu. Lakini usije kukemea mzee Atuoli hapa sababu amesema, na ni kweli, huko Nairobi iko kijana amejificha, wakati DCI amesema ako wanted, akajitokeza sasa akasema nitajipeleka na mawakili kwa DCI. But anajificha ili aseme ameabductiwa. I want to ask you, Governor Natembeya, you were a regional commissioner the other day when hundreds of people were kidnapped, abducted and killed in Kerio Valley, na wakatupwa mili yao hapa River Yala, wewe ukiwa regional commissioner Rift Valley. Kwani siku hiyo haukujua maisha ya wananchi ni maisha? Situambiane ukweli jameni. Tuambiane ukweli, tusiambiane. Sababu siasa mnazofanya, Governor Natembeya, ni kuambie leo mchana dhahiri, siasa mnazofanya za kugawa watu kwa misingi ya ukabila, mambo ya uchochezi, hizo siasa zimekoma na hautafaulu nazo. Yule aliyekuwa kiongozi wako wa siasa za ukabila, aliyekuwa naibu wa rais, huyo ndiye mwenye kupanga mambo ya abductions ili awekelee huyu William Ruto. Tunawajua, tunawaona mchana, tutawatangaza mchana hadharani. Na usifikirie unaweza kutuuzia uoga hapa sisi. Wakati muliua watu mkaweka River Yala, you are the regional commissioner in charge of abductions and murdering Kenyans. Wewe mwenyewe, shame on you. Shame on you. Shame on you. And I say again, shame on you, Governor. You cannot claim abductions when you are the key abductor and murderer of Kenyans under the previous regime. Na mzee ananiambia alikupea pesa ukuwe governor. Wewe ndio ulifurusha watu Mau, ukiua mafamilia. Tunakujua, wachana na sisi bana. Kwa haya mengi, poleni sana. Munisamehe kidogo sababu saa ingine huko kwetu tunasemanga mshale ya usiku hurudishwa usiku. Ukileta siasa kwa hafla ya mazishi, tutakujibu hapa hapa. Kwenda katafute huyo mtu tulifurusha, mfanye siasa ya kugawa watu,
siasa ya uchochezi, lakini mtafute nchi nyingine. Not this country. We are together as one people, one nation, under one flag, under one president, one speaker, and we are all united as the people of Kenya. We will not allow you to divide the people along ethnicity, on incitement, because you think ati wewe ni governor, unakuja kujipiga governor kitu gani? Achana na sisi wewe. Akome asikome? Akome asikome? Wachochezi wakome wasikome? Wakome wasikome? Wamuache Ruto wasimuache? Na uheshimu huyu speaker wewe governor. Nimekuona mara mingi ati kila mazishi unaenda kutukana Wetangula. And you have no shame to even stand here and claim, oh, I have friends in this family. Fred is my friend. Tim Wanyonyi is my friend. If Tim Wanyonyi is your friend, Speaker Wetangula is a brother to Tim Wanyonyi. If Fred is your friend, Speaker Wetangula is a brother. Please respect people and we will respect you back. Kwa hayo mengi na kwa heshima kubwa, Speaker wa Senate, Speaker Kingi, karibu salimia wananchi. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, familia ya mwenda zake ikiongozwa na Papa Dominic, kakangu Spika wa Bunge la Kitaifa, kakangu Mheshimiwa Wanyoni na familia mzima, mawaziri waliofika, speakers kutoka nchi jirani, waombolezaji. Kabla sijazungumza, Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima nataka niruhusu nimsimamishe, manake Bunge la Kitaifa viongozi wake wamezungumza na Bunge la Senate pia ni muhimu viongozi wao pia wazungumze. Tuko na kiongozi ambaye ni minority